uko wapi? Gari yako uko wapi? Basi baadaye sasa. Jamani asante sana. Wasijitokeze tu pale unapokuwa mpata changamoto, lakini pia wanajitokeza pale mtu anapokuwa amepata changamoto, lakini sio tupata pale faida na kujitokeza na kufanya kilani. Hii ni kali. Nadhani pale nimemaliza. Sidhani kama na neno la ziada kuwapa pole ikiwa na kuendelea kushirikiana na kupata nafasi. Tusubiriane mpaka umauti. Tunao nafasi ya kuuzana kama tulivyofanya, lakini iende mbali zaidi. Lakini pia sasa ni wakati wetu kuanza kufikiria au kuanza kutekeleza swala la kuwa na insurance. Ni muhimu sana sasa hivi, ni muhimu sana kila Mtanzania akisha kwamba ana bima ya afya, angalau kupata kidogo changamoto, basi maki sio wakati wote tutakuwa na kuishi, lakini ni watakie familia subira. Marehemu alikuwa binti muungwana sana, yaani uungwana wake unaona aina ya watu waliokulia pombe, muungwana sana. Fahamu kwa miaka mingi, lakini namfahamu mtu muungwana sana, cheshi sana, jasiri sana, na mashallah Mwenyezi Mungu alimjalia kuwa mrembo sana, sauti yake fantastic. Hakuna kitakachobaki, na sisi wenyewe tuko katika njia hiyo. Tujui leo kesho ndio kaamka ukajikuta umesogea. Na mara mwisho ulipost kwenye page yako ya Instagram akikushukuru, lakini Watanzania tamani kufahamu wewe na yeye ukaribu wenu uko vipi? Sasa uwezi, unajua yule mwanadamu ameshafariki, yeye ndio anajua mimi na yeye ukaribu wetu, lakini nikisema kwanza sio jema, huwezi kumsaidia mtu hapo ukasema, au huwezi kwa jambo jema ukasema, sio ungwana. Yeye na mimi na watu wangu wa karibu wanajua, siwezi kusema nifanye hiki kama vile nifanye hiki, sio ungwana, tutasema mangapi hivyo. Kwa hiyo sina cha kusema, mimi namuombea dua, Mwenyezi Mungu amjalie apate baraka njema, msame pale alipokosea, na tujalie na sisi tukifa basi tufe waja wema, tukifa tu tayari, kama tuna makosa nini tusharekebisha, tujalie mwisho mwema wanasema. Lakini amenigusa, yani mtu amenigusa sana 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 sana. Ni binti mstaarabu sana, yani mstaarabu kupitiliza, watu tu hawajui, lakini mstaarabu, muungwana sana, muungwana sana. Ni hicho, unajua sisi kuna waungwana wachache, wastaarabu wachache, lakini muungwana yule amefariki, mtu muungwana sana. Au kusemwa tu juu ya uungwana wake na nafasi haikuwepo, lakini nakumsheni tumepoteza mwanamke muungwana, mstaarabu, aliyelelewa, amepata mafunzo ya dini, amepata mafunzo ya kidunia, ameleleka. Yani ni mtu ameleleka. Unajua wale watu binadamu ameleleka, yani malezi ya wazazi yamenyoosha vizuri. Ni muungwana, ukikaa naye dakika moja tunajua shida. Na mara kadhaa amekuwa ukizungumza kama alivyosema kwenye hotuba pale kwamba amekuwa ni mtu mvumilivu, licha kuwa amekuwa kwa mrefu sana, kwa amekuwa ni mtu ambaye hakukata tamaa na amekuwa akiamini katika shughuli kwamba atarejea tena kwa siku, mapenzi ya Mungu kama hivyo tuko naye tena. Pengine hili linatoa funzo gani kwako na kwa Watanzania wengine? Tuishi kwa wema, tuishi kwa sana, tuishi tukijua siku moja tutapata afya, lakini sisi tunapita. Tuishi tukijua tunapita, na bahati mbaya kifo ni fungo, hatujui ni nini. Yani wakati wewe uko tayari sasa kuishi kwa ihsani, kwa kuheshimu wenzio, kesho Mungu anakuchukua, utapata hiyo. Kwa kila wakati tuishi tukijua na sisi tutakwenda.
na sisi tofauti. Tuweke akiba, ukiishi uwe na akiba, uwe na akiba. Na kaka Haji, labda dada ya kaka wa Dar es Salaam, kaka ambaye ana jina kubwa lakini upo karibu na wasanii mbalimbali. Mimi nimeshasema labda ukichelewa, ni mtu muungwana sana, miongoni mwa mabinti wa ungwana, mstaarabu, lakini sifa hizi njema unazozitoa kwa marehemu lazima ziende kwanza kwa wazazi wake. Yaani unaona kabisa kuna wazazi walimlea wakampa mafunzo ya kuishi. Hiyo imeniumiza sana, yaani unaona, yaani sijui, lakini atakwambia ni binti alikuwa mstaarabu sana, na ustaarabu wake ulionyesha wakati alikuwa stahimilivu, cheshi, something like that. Neno lako wakati huu tunapoendelea kwenda kuanzisha dada huyu, labda sisi tuliobaki tujifunze nini na nini, neno gani ambalo tunasema Haji Sande Manara? Cha kujifunza ni kuishi maisha kwa wema, kuwa na subira, kutoishi kwa magomvi. Sijui ugomvi wake, sijui. Kuna vitu tutaendelea kujifunza kupitia yeye, lakini pia ni waase wenzangu uliopo kwenye media, tustiriane, tusubiri mpaka mtu wake. Sawa, upoumwa mwenzetu tusione vibaya kumsaidia. Sawa, sina la ziada isipokuwa tukutane makaburini inshallah. Asante kwa muda wako, asante kwa kushiriki. Asante sana. Salama, mambo?